tunakupenda, endelea kubaki hapa, tuendelee kuishi wote. Sorry. Hello? Madam, kuna shida gani? Hii ndo dunia bwana. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani, msione naelewa. Mama, mnafanyaje vitu hivyo kama hamuelewi? Huyo mtoto bado ni mdogo. Mnawezaje kumpeleka kwa waganga saizi wakati anatakiwa enda hospitali? Sawa, jadi mimi pia naziheshimu sana kwa sababu nimetokea huko. Lakini angalia na huyo mtoto jinsi alivyo mama. Huyo bado mdogo sana na kule kuna mambo mengi. Kuna masuala ya chanjo, sijui makinga au mweke hivi madawa na nini. Hapana, mtanaribia mtoto mama yangu. Hapana, mimi sikubaliana na hicho kitu bwana, mnakosea. Mpelekeni hospitali. Kama itashindikana ndio angalau sasa mkiona kuna hiyo uwezekano wa kwenda kwenye masuala hayo mitishamba sijui ya tiba na waganga, mpelekeni huko. Lakini sasa anzie hospitali, hamwezi kujua kuna nini. Mama akifa tutaonana wabaya. Akifa mimi sielewi chochote hapo. Sweetheart, vipi? Wife, imagine. Katoto bado kadogo, hakana hata wiki moja. Wanasema kamekakamaa sijui kanatoa macho, kamekata kauli ya kali, kafanya chochote. Wamekapeleka kwa waganga wa kienyeji. Sio nataka wanulie mtoto hawa tugombane saa hizi. Mke wangu wana shida gani hawa? Wife ni kadogo mno. Kwa hali yake anatakiwa ende hospitali by the way, kwa sababu watoto wana maradhi mengi ya utotoni. Sasa wao wanampeleka kwa waganga wakapewa machanjo huko mamila na majadi. Unataka nini mke wangu hawa lakini? Sorry. Amna, usijali. Nakuelewa. Naelewa unavyojisikia. Kwa hiyo sikiliza sweetheart, haina haja ya kupanic. Huyo mtoto bado mdogo. Si ndio kwanza ametoka kujifungua, sidhani hata kama wiki 2 au 3 zimepita. Kuumwa ni kawaida, yani ni kawaida sana. Sasa ninachotakiwa wao relax, warudi hospitali. Wao ndio watawapa maelekezo, wafanyeje, watampima vipimo vyao, kama yuko sawa watawaruhusu. Kuliko hata hizo njama wanaenda kuzitumia sasa hivi. Jaribu tu kuongea nao, watakuelewa. Sawa. Yanjo kwani. Nipe sasa kutoa tuishi milele, jibu nikipata. Huo ndo wanaume sasa. Nipe yote mutamu, nikupende wewe tu. Habari? Safi. Unaweza kaniwaisha mbele? Hapana, haiendi. Haiendi na abiria au? Dada, nimesha kwambia haiendi. Ushamaliza shikaji zangu wote na mimi nataka nimalize hapa. Nataka unipeleke mbele shingapi? Sasa hivi nini? Nauliza bei shingapi? Mwisho wa siku tusije katika huko tukasumbuana. Naona bado wale mmeamka na visilani. Kwa hiyo unavyonifanyia hivi sasa mimi napandaje hatujakubaliana bei? Tukifika huko tusumbuane au? Kama uendi na wewe sema uendi. Nimeshakwambia panda kwenye pikipiki tuondoke. Alafu mbona kama nakujua wewe? Wewe bado upo? Wewe unajua umeniua sio?
Hiki ni chuma kingine mama. Alafu usichokijua mimi nyumbani kwetu nimeacha uchawi. Ndio nikaja kufanya kazi ya bodaboda huko. Alafu na bahati kinoma. Yaani ungekalia chuma moja kwa moja ningekupeleka ghetto. Sio kunyosha nani siku ile? Leo nilikuwa nakunyosha mwenyewe. Kinachonishangaza sasa kwako dada. Wewe ni mrembo, mzuri. Kuna usitafute mume akakuoa, ukakaa ndani, ukapika ukapakua. Kuliko kujiingiza kwenye masuala ya kichawi. Mtoto mdogo na kuwa mchawi. Kwa nini? Sasa usijifanye na Bariadi, Mtuzu. Mimi ni wa Tabora, Unyamwezini kabisa asali likotoka. Labda usichokijua. Bifu langu mimi nayo halijaisha. Yaani kwanza ndo limeanza upya, bado bichi. Mama, kwenye mikono yangu utoki salama. Labda usichokijua. Kuna kuelekea sasa mimi na wewe na kwenda kukuoa. Unakuwa mke wangu kabisa wa ndoa. Na hakuna bodaboda yoyote atakaye kubeba katika huu mtaa au chikijiwe, kwa sababu wote wanakujua wewe ni mchawi. Tena bonge moja la wizard. Sumeshamaliza wanangu wote hapa mtaani. Kijiwe nimeshamaliza wote, si ndio? Sasa mimi hapa ndo sikuogopi peke yangu. Tadili na wewe mwanzo mpaka mwisho. Au nikupelekee chuma sasa hivi nikuue na wewe? Nikuue sio? Unipige picha nzuri. Nione. Jamani, hasa ni picha gani? Wewe unapigaje picha naweka kamera juu hivi? Haya sawa mama Esti. Nataka nipige picha. Hebu achana na picha kwanza. Nichukue video. Tayari? Tayari. Anachukua vizuri. Hello wateja wangu, leo na habari njema. Asanteni sana jamani kwa kuwa na mimi kuanzia mwaka jana nilivyoanzisha biashara yangu mpaka leo. Guys, hivi mnajua ile mwaka jana mlikuwa mnakuja dukani kwangu, mnanisupport, imeleta gari guys. Nimenunua gari kangu hapa kuanzia. Asanteni sana jamani kwa support yenu. Na kitu kingine, nataka kuambia wasichana wenzangu, msiogope. Maisha bila kutegemea wanaume inawezekana. Mmeona hii gari ni pesa yangu. Sijaomba na mwanaume na wala sijanunuliwa na mwanaume. Sawa guys, biashara zinalipa. Usikae tu nyumbani ukajibweteka. Tafuta kibiashara chako, jiwekeze kidogo kidogo, unaweza kununua gari kama nilivyonunua mimi. Hapa mwakani nina range. Sawa Kwa guys, msikate tamaa. Jamani, maendeleo bila kuongwa inawezekana. Bye. Tayari. Hivi Latifa, unasema ununua gari kumbe muongo, unisikia aibu? Kwa hiyo unataka niambie kama nimepewa na kibabu? Wewe vipi wewe? Maisha ni kufeki. Sawa dogo nipe kwanza simu nijifunze. Haya bwana. Shule inayofunza mema na mabaya, wajuaji na wapumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine wasindikiza. Maraba, jambo. Wi-Fi. Haina kuwaje tena unachukua hizo hati bila ruhusa yangu wakati ulinikabidhi mimi? Kivipi? Kwa mama hizi hati zimekuwa za kwako. Kwamba nikija kuchukua nikwambie sasa mama anachukua hati. Mama, hizi hati za kwangu mimi na mume wangu.
Nina mamlaka ya kuchukua muda wote saa yoyote. Nilikupa tu unihifadhie. Na uzuri ulipoziweka nilikuwa napajua. Kulikuwa kuna haja gani kukwambia? Hebu niambie. Unazipeleka wapi? Mama, mimi nimeona sina sababu ya kuendelea kuzificha hizi ya tunda. Nampelekea Manyanya kae nazo kwa usalama. Yaani kwamba sisi wenyewe tunaishi huko, hati zinakaa chumba cha pili, sijui zimefichwa wapi. Kwa nini wakati tunaaminiana? Kuna kipi ambacho tunataka tufichane sasa hivi? Rufai. Unampelekea hati Manyanya? Yaani unakwenda kujichimbia shimo mwenyewe unajitumbukiza. Sasa nikwambie kitu ambacho sijakwambia. Manyanya alikuwa anazitaka hizo hati. Tena alikuwa anazitaka kwa udi na uvumba. Sasa umejiingiza mwenyewe. Unampelekea. Mwanangu, yule baba sasa atakwenda kufanya sherehe. Nakwambia. Kwa sababu mimi nina uhakika 100% hakupendi. Alichokuwa anakitaka ni hicho tu. Hizo hati ndio kitu ambacho alikuwa anakitaka. Ila alikuwa anashindwa tu kukwambia. Mimi mtu mzima. Najua. Haya, peleka tu. Tuone. Hivi mama, wewe mbona unapenda uovu jamani? Mimi Manyanya namjua. Namjua vizuri, tumesameheana, yeye mwenyewe naona kabisa amelizika. Hana makando kando, hana shida yoyote. Sasa kwa nini wewe mdau tu wewe kazi yako ni kuchichia tu ugomvi? Unapenda tu kuona tumegombana tu kuheka juu ndo unachofurahia wewe, si ndio? Mama, hebu achana nayo mama. Wewe cha kufanya subiria upate mizigo yako uondoke tu kilichobaki. Mimi na Manyanya tunapendana. Utajisumbua. Wewe. Mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama aliyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali Sweetheart. Yes. Ndio umempa si mwenyewe. Wife, nimechelewa. Kwa ngoja tu nikimbize hapa haraka ili niwahi kwenye hizo sessions za watu. Pole. Asante. Nini? Haji. Nimeamua nikupe sweetheart. Wewe leo mwanaume ndo kichwa cha familia. Yaani wewe ndo kila kitu. Kwa mimi siwezi nikakaa mali zetu zote chini na zilinda mimi. Like serious babe. Mimi mbona nikupe wewe kwa usalama zaidi na siku kuna zitakuwa safe. Take it. Yes.